ya kwamba mumeninua na yeturku moko metu anati ndawafuta wengi waje pande yangu. Negora ngata nigisia yangai kilebie Kristo. Wakati tunapomtumikia Mungu tukimuinua Kristo. Na nyako pen oyedultongana. Ni yeye tu pekee ayese kufuta. Ngalingire yetu na nemenyorare. Nani amekufuta kama sio upendo wako? Nenga yawe nengeba. Nani hapa ameletwa na chuki? Nenga yawe nyorada tongana. Ni nani aliletwa na upendo wa binadamu? Bedele kwake lotongani wale nyorada Kristo. Ila tu yule ambaye ana upendo wa Kristo. Na nyalika na sagorore ngamacho. Na yeye ndiye alikuambia neno na kupokea. Na akakuleta akakuongoza. Nigechanga ile sia ya likirete bedomarukolo. Bwana akakupea watumishi wanaokusaidia huko. Na resenano ni na adekarisho. Akanisaidia katika utoto. Na mwenye murano. Akanipitia katika ushuhuda. Nikapata pia na imodai ya mwala lezi ndongani ya misha no la dio jega misho hata senya modai ya garasho. Hata mtu anayeoa kama yule pia ana mpumbao ya mchanga. Hata stage nemedi garasho. Kwa sababu hakuna kiwango usio na utoto. Renyengi zoni tuare na kama dage seni. Hata mke ambaye hajaolewa bado ni mjinga. Ni yiri urmuru kama daragi. Hivyo ilivyo waume ni wapumbavu. Ele lege nebu ishire la bogirare dangaji. Waweza kukuta wote wakililiana kwa nyumba. Ndegara na ishira kinu. Ni watoto wanaoliliana. Na nebo lusinde ama. Na hata majaribu yanaja. Na umuna gemi kumianga yentongana be ara mangati nebo. Naomba Bwana washikishe watu wa moja. Na rumo ine weji na ninasukuma hapo na ishanka ima bulubulu mago tete na Bwana akanipea nileleke polepole na yolo gorgereti langa janga ameta esirine melorgereti lenye nikajua desturi ya nyumba yetu kila kanisa lina desturi yao ne jageti war maria no linolingwa hivyo ilivyo jamii unayotoka hata kana ikona kino ibanga nyinyi kuna vile mnaingia utaratibu ya mambo yenu. Tinivi. Hala gani wende neto unida na basha agajushinga ziyera tu. Kuna vile unaposhuka kitandani ni njoga agajushinga ziyera tu. Kiamuka usingizini unaangusha mguu gani kwanza. Na nijeri wanda bashini yolo lage olemogu anorgal ewe nibige. Hivyo ilivyo mnaangalisha kitanda mahali mnapojua. Abanyama laya na senela gina iraka na yo na yora ibelegenya ndabasha yorwa nyoma turmoya na wakaje kitu irwedi na kota. Dada moja babara shida akasema amka tusukume kitanda kuna mapepo kule. Bebe yolo Maria ndaba senye ni kona kinu. Jamii wanajua hata kitanda yao vile wanaangalia. Na yolo alage ndaba yo ibelegenya buki yolo sha yolo iraka kuzo ndaba. Sijui ya kwamba kama tushabadilisha wanaume ndio wanatangulia wanalala katika desturi yetu. No lo iraka kuzo ndaba. Ni wanaume wanalala katika mwanzo wa kitanda, si kweli? Ujegalo leo joraka kutaisha. Ni maneno gani anakuanga mwisho pale kwa ukuta? Nairasho alonga nola kia la bor missionary yobo superling. Siku moja nikagundua missionary moja nikaenda katika nyumba yake. Nadola jora dawa chenye polo serupe bibi. Nikaona kitanda chake linawekwa katikati ya sebule. Ndile waki. Mtu anatoka tu pale na anapanda. Leo meata ke esirine meata ada focus po enigonambe. Hakuna dhehebu ama kanisa lisilo na udesturi wao. Na ina wale bidolo sikalanga iligala wala sabo kengedengana audayo kesia ya Bible na gonari mbati ya robi. Sio Bwana alikuwa na mambo mengi akituelekeza katika Biblia. Bora ndo mgala gumo na ipungi kunendi nyenye na kwa sababu wengi wana maneno ya kuweza kwenda kwa ya madhehebu zao. Hata ndo ibulie ya kwamba hata singine ni sana jana Catholic na Roman Catholic hiyo kanisa Roman Catholic kama kanisa la Roman Catholic na the Vatican ni tobiri program organization moja ulimwengu Catholic. Vatican ndio inatengenezwa program yote ya makanisa yao wageretile nyammu na desturi yao yote. Leo ya na yoga na kidio mboni kijo yanga ya shamo ya roho senyadi odayo. Sisi tuna kibali ya Roho Mtakatifu tunamshukuru utushauri. Nemenya gege moda gesi yoga da ya roho senyadi. Na sisi hatukosi kwa wapumbavu tukiwa na roho. Yaga moda.
wakati mwingine na ujinga. Tunafuraha kwa sababu unatushauri. Tunatukumbusha wa ndugu. Bwana asifiwe. Mimi ndio huyu bado ninamshuhudia. Hata mimi ni mpumbavu, sijui kama hata bado mimi sijamaliza yote. Nikijaribu kutazama ubinadamu bado mimi pia ni mjinga. Ndipo sana nataka kumtumaini Yesu, siwezi pekee. Ukijua udhaifu wako, basi utamwambia mkono wa Mungu akusaidie. Na asifiwe. Kawaje Petro alikuwa mtu ambaye anaongea mengi. Alipokuwa akipita juu ya maji akaambiwa basi kuja. Na akashuka kwa sababu anamsikia Yesu. Na akakosa jambo hili moja. Mawazo yakamzungumzia, unaona mtu ambaye na alipofanya hivi akaona bahari ikikuja juu. Jambo la furaha. Yesu akamwambia, Yesu ndio mkono wangu nishike. Ndiposa wakati wote unapata hata kama ni usiku. Sababu wakati mchache tuko pamoja naye. Usiwe na shida ya kupita viwango. Na rafiki ambaye ako na hata ukigonjeka usiku. Elea watoto mikono kwa Kristo. Biblia imenena wale ambao wana Kristo ni kwamba waponya. Wakati unasikia kifua yako ni nzito, vuruta mkono wa Yesu ushike kifua yako. Kuna furaha katika watu waliona Mungu yao katika na wana katika njia na wana katika kutunza. Sema sitaacha hadi na mtukuza. Sema asante. Jambo la pili, nimepata furaha kubwa. Asante msaidie mchungaji wetu na wengine. Kwa sababu tulialika watumishi wetu na tulipata nafasi pakubwa. Tukapata baraka kubwa. Ninakushukuru sana. Asante pamoja na mama. Kipaji ambayo Bwana ameongezea wengine. Asante wachungaji wengine wote. Asante wazee wa kanisa. Asante kwa sababu ya kumwalika ya mwimbaji wetu wa asante kwa sababu ya kamati ile ya maana. Na shedi eluada amu tindimiki aranda na ala mela erbayene na ala mela erbare na ala mela na komitike bonu astana mela enda. Asante kwa sababu ya kuondoa pasipo na kuondoa kungekuwa na reverend na waziri. Bwana asifiwe. Ningiraji kibodunye kenda kwelege jagata yoloda budget. Najua ya kwamba mnaitishwa masiwa juu amule bebo arabatu para na olokole na ya kwamba mna masiwa ya kutoka. Ngasema ndio aje megala wanadhara kule. Nimeshangaa kwa ndoa hizi zina masiwa. Kuna masiwa huko ndani. Na nija rara ya asoro na hivi hata nami Mungu inaisho hiyo kete. Ni Mungu ametu. Rama jana dankai. Bwana wabariki. Ashade sisi nalo zodogoya. Asante kwa kasi nzuri inayoenda mbele. Ndio hadi agara majana ke senior pastor orbayani. Na hata senior pastor alibarikiwa na wazee. Ndio nasia ya jo eshomede ngama. Na unasikia kasi hiyo imeenda mbali. Na galonga duru dangarnes. Na bado inasonga mbali kwa jina la Yesu. Tenere zo nda kai meraikiri karara ishoni nyarisha. Mukisaidia na Mungu mnatetemekea kasi yake. Aladwa si ndi yanga ile atondai. Nimeona pia nguvu za Mungu ndani yenu. Na borosabo utulivu mkubwa. Kisia yarete auto wanako watanaseda. Kasi ya Bwana kwa wale ambao wanafanya kasi. Lele pwentuma to sabda degeza. Na mkutano ukakuja kiwango ya. This is yanga yene. Bwana asifiwe. Alama yana naida ngarneso. Na bariki kwa jina la Yesu. Yomo. Bwana wape kibali. Mayola jo kumo kisia idinado kiasta nage to yanka. Tuna kasi nyingi ambayo tunafanya katika ufalme huu. Yes, adon kiara. Bado tunayo. Na kanyora na sia ye full gospel. Na napenda dhehebu hili la full gospel. Ningepole rwasili.
ambaye tunaweza nilifungua moja ndogo katika kabla ufike ukipita kwa kuna boma hapo ya Tomboi tumefungua kanisa. Kanisa zangu nyingi ni za chini ya mti. Kiongozi wetu ametuambia hata tukijenga makanisa makubwa tujenge mioyo ya watu kwa sababu ndio ya maana. Labda tu inatuletea shida wakati tuna mikutano. Asante Reverend kwa sababu ya moto huu unaoenea. Na wasaidizi wazuri ambao ukiwatuma wananifanya. Wakati ule wa Musa kulikuwa na wazee ambao wanamsaidia kwa mambo. Watumishi kina Yoshua alipokuwa fitani, kuna watumishi wanaomsaidia mtumishi ili anapoomba yeye uchoka. Na Bwana huleta watumishi ambao wanamsaidia. Na bado hata wanachoka, wamepewa Haruni na Huri, wao pia wakachoka. Roho Mtakatifu kawafunulia mlete mawe. Kwa sababu mikono yake yalikuwa mazito. Kanisa waliweza kumtusa huyo mkuhani mkuu. Kwa hivyo walikuwa na jaribu kuinua juu. Mungu akawapa watu ambao wanaweza akichoka ayaweke mikono chini, mikono yake ikinuliwa na mtumishi wa Bwana anashinda. Wakati wote ambao mtamtusikia mushikilia katika maombi, mushikilia kwa kasi. Kama hayo matawi 23 kama ni mimi ningesimama yale inawezekana. Jumapili moja atiwe matawi 23 inawezekana. Hadi Bwana akupe wanao kushikilia, ambayo Bwana huwaongoza, ambaye wanafanya kazi na ushauri. Huri na Aaron walipochoka wakainua mawe wakamwekelea wakamketisha mzee kwa mawe, wakaleta mawe kuweka mikononi mwake, na wao wakalia pia mawe. Haleluya, haleluya. Mikono hizo zilipoinuliwa, unajua ni nini ilitendeka? Yoshua akasimamisha jua wa adui waangamizi. Wakati wote tunapotulia ndani ya Kristo, wakati wote tunakalia kwenye mambo, wakati wote tunapoekelea mikono kwa mwamba, wakati wote tunakalia jiwe lile la pembeni, na Bwana ulitenda ya miujiza katika maisha yetu. Adui wetu wanashindwa kwa jina la Yesu. Lakini tukisimama bila Mungu, tuinue mikono yetu bila Mungu, alinabudi tuachoka. Naomba Mungu atushikilie. Heshima hii ambayo tunayo dhehebu hilo ni heshima hiyo ya Mungu. Hatufanyi mengi kiburi, kwa sababu kiburi iliangamiza watu.
Biblia inasema kiburi inatangulia ili uanguko ufuate. Kuna dada ambaye alikuwa mwimbaji mahali ambapo nilitoka. Ilikuwa kule nyumbani Ndiani. Huyu dada akabarikiwa na sauti nzuri ya kuimba. Kabla vyombo hivi viingie, sisi tulikuwa tunaimba na midomo. Sisi tunaweza tufanya tuwe viziwi hata kukosa kuimba. Najua zile kwaya wao waliimba katika vinywa vyao. Naomba muimbe katika vinywa vyao kule matawi. Hata zile ziko wapi wimbo ya vinywa vyetu. Tukianza kutembea hivi katika kushona midomo ne orebe na bayini ya unaona lemero tunapasa kuimba. Hata vipaji vinakuwa ndani yenu. Kuna vipaji ambayo Bwana anakupa ya ukiwa malishoni nyumbani, fungua kinywa Bwana akupe wimbo ya kukuleta katika uzo. Huyu dada kaimba kawa dada ya ajabu ambaye hakuwa na mwimbaji mwingine kwa sababu ameimba vizuri. Leo nitakaa nyumbani nione nani ataimba kule kanisani. Kwa sababu alikuwa karibu na kanisa, wadada wanampitia. Kwa nini leo haujakuja? Nani alikuwa ameimba? Dada fulani alibisha. Na akaweza kukaa Jumapili. Nasema wacha niende niimbe kwa sababu watu watanitangulia mbele. Mahala paki katika maisha haya. Find yourself a place ambayo utatumikia. Wale wandugu ambao wameweza kusifiwa ni watu ambao wanajitafutia. Na huyu dada ambaye amepewa kibali akaja Jumapili. Alipojaribu kufungua kinywa chake ni kama yule ambaye amekula siafu usimefungika koo. Najaribu koo simefungika. Yule dada ambaye alikuwa anang'ang'ana kabisa akapewa akawa wa ajabu. Kipaji imeenda ama ijaenda. Mtu anadhania ama nafikiri jambo hilo lake. Biblia inasema Efeso Efeso 4:11. Mtu aliye na kitabu na notebook akawafanya wengine. 4:11 akawafanya wengine wanafunzi. Akawafanya wengine wawe wanabii. Akawafanya wengine wahubiri. Akawafanya wengine wachungaji. Akawafanya wengine walimu. Ili waweze kuandaa na kuangalia faida ya mwili ya Bwana.
ili waweze kuandaa mwili. What do sesen? Mwili ni kanisa. Nibo Yesu kanisa ajo osesa lai. Na Yesu anaita kanisa kama mwili wake. Osesa lai. Mwili wangu. Nore te atwele sesen. Katika mwili huu kuna viungo tofauti. Amen. Amen. Vipaji vya uumbaji, nana katika ndimi, tenda miujiza. Ajo na bila yolo la dokoya. Na ni Wakorintho wa kwanza. Ngwando manare nelo dokoya. 4:12 kienda mbele. Tebe ka manare. Andika 12. Madu wa manare nelo dokoya. Ya kwamba ni nyana oriki. Yeye ndiye kugawia. Nebora ngai ni nyana oriki yo kunado bizi. Ni Mungu yeye ndiye utugawia mambo haya. Nebora ngada boki ni kata mayaniki, entoki ni kata mayaniki. Ili wakati wa watu ambao umebarikiwa na jambo ya kwamba ukitetemeka mbele zake na asifiwe. Wale biungo Musa anolombe ibo dangaidi atwa dunga anana jonyo anadora uni. Ukitabasamu Musa katika Kutoka 3. Waragebe ibo dangai tornge jabalenge mana rengiri timna nyedenga ma nemebe jori. Bwana alipomuita katika mzitu unaoliwa na moto na hauchomeki. Bwana alimwambia toa, fua viatu kwa sababu ni takatifu. Fua viatu kwa sababu hapa ni takatifu. Toa viatu. Fua viatu. Alipomaliza kuvua, ndio umesimama vizuri. Sema ninakutuma. I'm giving you something and sending you to the Egypt. Nataka kukomboa watu wangu. Najua Musa alisemaje? Naomba usinitume. Do not send me. Sababu anajua ya kwamba hii kipaji ni ngumu kutumikia watu. Watu wenyewe wao shida. Naomba Mungu niache mimi. Kamwambia ni wewe na kutuma. Mimi hata ni ngumu kuongea. Mimi ni gugumizi. Ambiwa nani ametengeneza ulimi si ni mimi. Sio inamaanisha tayari ametengeneza ulimi. Tayari si ameshatengeneza ulimi. Kwa sababu Bwana Yesu mlasimisha akasema hata ukifanya nini sijui kuongea, sijui kunena. Akaambiwa enda, akasema siendi. Musa akaambiwa Musa nitaandamana nawe. Akamwambia unashika nini? Asema ninashika fimbo. Nina fimbo ya utunzaji. Alikuwa mchungaji wa kondoo. Na mchungaji yeyote anastahili kuwa na fimbo. Siku vijana wetu wanasukuma ng'ombe kwa simu. Mwingine na konga teki. Na mchungaji yeyote anastahili akienda machunganani uwe na fimbo. Hata ukienda kuleta ng'ombe uwe na fimbo. Naweza kukupiga teke na saa zingine ni hatari. Pale sehemu ya utaenda juu. Basi uchunge sana. Nedoki eragina mudi. Kamwambia ya kwamba weka fimbo chini. Alipolalisha na ikawa nyoka. Ikawa nyoka. Kajaribu kufanya hivi, akamwambia panga, shika mkia. Aliposhika mkia ikarudi kuwa fimbo. Musa amore no shangai na jageni niaje yu pokiage be ando baimbe angai na ne diltage niare enoguni mambo ya Mungu yatimilike, kuwe na washuhuda wawili ama watatu. Nebeka angai na enkitikiti. Mwambie weka mkono wako katika
Tare toke mare bekangai nengitigiti. Nisaidie tuweke mkono katika paja la ngidigidi. Na kaina kenye. Nani mkono wake? Amebaki naye anaenda nyama. Kwa hapa. Kiswahili na ole. Bora gana napiki. Alipoweka Nebuku enkaina emusa ibongenge ya naiporna jeno kono. Na mkono wa Musa ukatokezea kama umeshukwa na ugonjwa wa ukoma. Neiboru ana ukawa nyeupe kama karatasi hii. Na dhorono na muja. Na ugonjwa huo ni mbaya. Torono nyo. Ni mbaya nini? Torono nyo. Ni mbaya nini? Na muja. Huo ugonjwa. Na tungana toro emudianga ina muja. Na hiyo ni kiboko cha Mungu kwa wale watu. Ataweso shi Miriam ana anadia na shangende yani. Miriamu aliweza kuwa na kiburi kama yule dada wetu. Amanga alipo ni apande ngiponi na karanyani. Ngozi na tabiri mambo ni Diatwa enkekanazo monari. Katika Hesabu 12. Wale dine weji kwa pale ndio kurmusa wakaanza kumsengenya Musa. Nore Musa nani nyama lala shele nyoti. Na Musa yeye ndiye alikuwa ndugu yake mdogo. Angaru lodo nganago gunikina. Hao watu walikuwa mandugu wote watatu. Ndio yengi ya rebogro gun. Na walikuwa katika huduma wote watatu. Bora barika kaule nyana Harun. Wa kwanza wao ni Haruni. Nani nyabor bodo. Na yeye ndiye alikuwa wa kwanza. Ndio Miriam. Na Miriamu anamfuata. Ndio ngai aiboda lala shele nyoti. Oji Musa. Na Bwana akakuja kumuita tena ndugu yao mdogo Musa. Na ni nyangara yeuniranga. Yeye akawa watatu katika boma. Kabore belo tuni nyakai ajo kadumu. Lakini Mungu alipokuja kumwambia atakuinua. Yeye haoni uchanga. Nibelege mera Musa alariko ni lolosho. Akabadilisha awe Musa ndiye kiongozi wa taifa. Amuni nyoriki. Kwa sababu yeye ndiye anawagawia. Yana sevanesho. Wanasifiwa ni kweli. Yeye ndio ugawia. Na ore Biblia. Na sisi tukikaa ndani ya Biblia nyamali tenadumwenga yengara. Hatuna shida Bwana akimuinua hata mtoto. Yololo Daudi ajetu dumwenga yi. Wajua Daudi aliinuliwa na Mungu. Nyangair murano goli na murata na muran wala rabale. Bwana akakataa vijana wenye ushujaa na wakubwa. Musa methani nyolari goni lolosho. Bwana akainua Musa awe kiongozi wa taifa. Harun o Miriam akorolegai. Haruni na Miriamu wakaenda kumsengenya. Kage kajanda ni abanada nyamali amerejo. Haireni banake jana ni nyeru jagiro yakai. Natumai ni huyo dada Miriamu alikuwa na shida. Ni kijana huyo anakaa namna gani? Akwengi jana na nyeni molosho bogi. Ati yeye ndio taifa lote lilowasikia. Ni nyeru jagiro yakai. Kwani yeye tu ndio kusungumziwa na Mungu. Mekela ule lotongana go to lumti atwaji. Kwa sababu hatukosi wale watu ambao wana wifu ndani ya watu. Wale kanyabe ke kulu appreciate analysis. Niki njoya kanyit. Wakati tunakuwa sinabane niki njoya kai ketera ye ketia irasabo. Nado yetogi angabi sangai na shurbi angai angara getsiri. Wakati utashukuru kiwango chako kwa sababu sio wewe ndio kitu, ni kanisa la Bwana ambalo limempea. Niki yogo kanisa jori lodongane angai na dubuzo. Na tutajua kanisa katika hali yetu ya kanisa tutajua ni Mungu aliyetuumba. Ndio lagu netia na natiatwa yogo loro. Hatujakosa hapo katika ndani ya watu hao weusi. Wale ndogo ningewarta yode nene borori. Kila mmoja sisi tunaona mambo ya ujamii. Ndio pandanya mayola jaga ya kanisa bere de yogo nyo. Upumbavu ambao tunaleta kanisa hatujui itatusaidia. Ndio wao ndo pastanio shomo la lokala lenye. Naona wachungaji ambao wameenda katika mambo ya jamii zao. Maana ji ndugu lendia niti niase na kabanga jina yenu. Basi ndugu Deniani, ukifanya hivyo ni majamii gani yako hapa? Na mimi ninaongoza kiasi gani katika wilaya? Na nikipita njia hiyo nionekane katika picha hiyo. Ya kwamba ninakuwa katika picha hizo. Ile itakuwaje? Lankai idole siasa. Na nikikubali madhabahu haya ya Bwana yawe ya siasa. Ya amara na tungopo dene ajoni nyake. Nikimtoa mmoja huyu ndiye atakuwa tu nitampigia kura, na si hata utatoka nje.
ya kwamba mchungaji anasema Bwana anasema tukae kama waumini wote. Ikiwa ni siasa iende ipigwe pale. Yanda katika pati yako. Hakuna mtu anayekuuliza. Uwe kitu unayokuwa katika pati yako. Lakini ukija kanisa uje ukitetemea kushika nguo ili wakuone. Alipoenda Bwana ndio huyu usikia. Na vile Bwana alikuwa anataka kukutana na Musa, ni wingu linaja. Wingu linaja hadi ije juu ya hema la makutano. Na hema linasunguka katika ama wingu. Watu walikuwa wanaishi katika boma huo. Na hema la Bwana liko katikati kama vile kwa wale wanaojua Manyatta. Na wingu la Bwana linapopaa juu watu hutoka katika mahema yao. Haleluya. Haleluya. Wote wanatoka. Wewe ni Bwana. Hata yeye Musa utokezea. Wenda na Yoshua pale pale. Katika kutetemeka hadi kuingia katika hema la Bwana. Na wingu linakaa katika mlango wa hema. Na Bwana usungumza na mtumishi wake vile ataelekeza taifa. Mungu nifanya vile. Mungu nifanya hivyo. Wakati unatokezea taifa katika utumwa na mambo ya binadamu, kisu ya Bwana ije jio. Jeremia jo emenye yojo ejedia otonganyo mitiki walalemlenkai idanyo Yesia. Yeremia kanena amelaniwa mtu anakataza kisu ya Bwana itoe kazi. Bwana ana kisu. Nani mtu ama binadamu anapatia upanga ule ufanye kazi. Katika Pasaka hii baye Yesu alichinjwa. Na si ole otu ni miaka nyingi zilizonenda. Kila ambacho Mungu utafuta ni mwili. Katika Ibrania kanasema kile ninataka kwako na ndiye ninaomba unipe mwili. Unipe nini? Unipe mwili. Unitengenezee mwili. Kwa sababu mwili huu unaotengeneza na ndiyo nitatoa tabihu. Yesu angeweza kwenda msalabani akiwa roho. Angeweza kukaa pamoja na watu akiwa roho. Anaweza kaa tangia wakati ule alipopata mwili na kalala na watu akala. Na Biblia inasema Lazaro alipokufa katika usuni wake, katika usuni Yohana 11:35 Jesus wept. Nejo neshir Yesu. Mere neko de neshir mevo sese. Hakuna vile angelia bila mwili. Mere neko pema yani singarare omugate nimiet aitotil tungana mevo sese. Kuna vile angabariki samaki wawili na mikate 5 kuwapea watu na kuwabariki bila mwili. Haleluya. Nejoki akawaambia unitafutie mwili. Mfanye nini? Unitafutie mwili. Leo hii na kunaenda mbele.
kila ambacho Mungu analilia usiku na mchana ndani yetu. Anasema vile alimwambia Isaya sura ya 6. Ni nani tutamtuma kati yetu? Kwa sababu Kristo anahitaji mwili. Hallelujah. Hallelujah. Anahitaji nini? Ndiposa huko hapo ukiwa na nini? Mwili. Ndiposa nami nina mwili. Kristo aitashoto sese lai, ili Yesu aweze kusimama katika mwili wangu. Nasema nini? Kristo enitashe yere kishuya, ili Kristo apate mahala pa kusimama katika maisha yangu. Hallelujah. Hallelujah. Manote na imuti atu aye, aweze kupata mahali kwa kupitia ndani yao. Maishera, ili aweze kulia. Maishoi, aweze kupeana kwa mkono wako. Na wale beri yogore mpiani nolo iriwa dorono. Na ndiposa tuliambiwa uchoyo ni shetani mbaya. Yanga imesisi yangarneni. Bwana jina lako lisifiwe. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mayudona jogake ora dolta tende. Singependa kusema lakini nilipokuwa na keti hapa. Ora sinalo atianati ashomaga ni sai wa shomai kere ware naga matuai lokolai. Mimi nikiwa mahala popote, nikiwa wapi, lazima nitumie. Kaisho nanda matuai. Nitawapa fungu langu la 10. Wale toke naisho nanda. Kila ambacho mimi ninawapea ni sadaka tu. Naisho ngolaga ndaika jage enjoge simu. Na niliwapea jana na wapi simu? Kaga matua. Lakini fungu la 10. Ngao. Ngao. Mpati. Amwenda idana nusa. Idana nyo matua. Kwa sababu mimi hutoa fungu. Atubulwa bananu. Mimi nililala. Ashomo mbaga namba ikagara namba yo na endori ranjoge njata mbaga woninya. Nimekuwa nikaenda nikamuuliza Mungu nipe 1000 kama sadaka ya hiari. Basi naweza sema fungu la 10 niweze? Hapana. Ni hizi nisikie kutii ili nitii niweze kukubali. Hiyo ndio inatuzunguka kwa sababu tunalenga ama kulenga vile Biblia inavyosema. Bwana asifiwe. Kwa hapa na poleni nikakumbuka kutuma fungu la na account ile imetusaidia ambayo Bwana anatuambia. Nikamwambia kanisa